إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر الأحبة، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا. معاشر الأحبة، بعد ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuhusieni ndugu zangu, pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wamefanikiwa wale ambao watakaokuwa ni wacha Mungu. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani, na hii aya Mtume sallallahu alaihi wasallam kila aliposimama kwa ajili ya kuzungumza na ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuacha kuisoma, ambayo ni aya ndani ya khutbatul haja. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Enyi watu mlioamini, ittaqullaha haqqa tuqatihi, mcheni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumcha. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, na msije mkafa isipokuwa nyinyi mkiwa ni Waislamu. Leo katika Ijumaa hii biidhnillahi taala tutaishi katika hii aya ambayo itakuja kuzungumzia Uislamu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaka tusife ila tukiwa ni Waislamu. Aya hii natarajia kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sisi ambao tumejaliwa kuswali katika msikiti wetu huu, iwe ina ujumbe muhimu katika maisha yangu na katika maisha yako, kwa sababu sote ni mashahidi. Tunaona jinsi watu wanavyoondoka, sote ni mashahidi, tunaona jinsi watu wanavyoondoka. Ukiwa nyumbani kwako huwezi kujua nini kinaendelea. Wale wanaofanya biashara katika barabara kubwa kama hizi, kama hii barabara ya kwenda Dar es Salaam, wanaona gari zinapotoka mahospitali na maiti zimebebwa kwa ajili ya kwenda kuzika. Wanaofanya kazi mahospitali wanaona magari yale ya kuburuza yanavyotoka odini na kupelekwa watu mochwari kwa ajili ya kuandaliwa kwenda kuzikwa. Ndugu zangu katika imani, tupo katika akhiri zamani, ambayo akhiri zamani hii, miongoni mwa vitu vinavyokuonyesha kwamba tuko katika akhiri zamani ni vifo kukithiri Waislamu. Watu tunakufa kupita kiasi Waislamu. Na tena kama kuna mtu ambaye bado ana wasiwasi katika moyo wake, anatakiwa arejee kwa Allah mapema, kwa sababu hatujui nani ambaye atakayeanza. Leo ukipita katika maeneo ya makaburini utakuta watu wanachimba. Ukikuta watu wanachimba ujue tayari. Ndugu zangu katika imani,
Kwa hiyo tuna haja kubwa kweli kweli kurudi katika huu msingi wa hii aya aliyoisema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Enyi waja mlioamini, enyi waislamu mlioamini, ittaqullaha, muogopeni Mwenyezi Mungu, haqqa tuqatihi, ukweli wa kumwogopa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, na msije mkathubutu kufa ila muhakikishe mkiwa ni waislamu safi. Mkifa sasa kufeni. Kwa nini? Kwa sababu mnaenda kupata maisha bora mara milioni na mamilioni, tena yasiyowezwa kulinganishwa na maisha tuliyokuwa nayo leo katika huu mgongo wa ardhi wa Islam. Ndugu zangu katika imani, aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza mambo matatu. Jambo la kwanza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza ya ayyuhalladhina amanu, amewaita wenye uwezo wa kupata mazingatio na mawaidha katika hii aya ni watu wenye sifa moja tu, sifa ya uumini wa kweli. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi watu mliomwamini Allah. Inapotajwa neno imani peke yake ina maana mbili Waislamu. Ndani yake unakuwa umeanza Uislamu kisha ndio ikafuata imani, na unapotajwa Uislamu peke yake unakuwa na maana ya Uislamu pamoja na imani ndani yake. Vinapotajwa viwili tofauti, kila kimoja kinakuwa na maana yake. Uislamu unakuwa na maana yake na imani inakuwa na maana yake. Sasa katika hii aya Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema ya ayyuhalladhina amanu, enyi watu ambao mliomwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni daraja katika daraja za waumini wa Uislamu. Miongoni mwetu kuna Waislamu tu, na miongoni wetu kuna waumini wa Uislamu. Akishakuwa mtu ni mu'min, ni lazima awe na daraja la Uislamu, na mtu anaweza kabaki kuwa ni Muislamu kwa jina lake na asiwe na daraja la muumini. Kwa hiyo Muislamu wa kweli anapambana avuke daraja tatu: daraja la kwanza la Uislamu, daraja la pili la muumini, na daraja la tatu la ihsan. Na hizi zinaitwa maratibu dini athalath, ngazi za dini tatu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema ya ayyuhalladhina amanu, enyi watu mliomwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu anakusudia kwamba watakaonufaika na hii aya ni wale ambao tayari ni Waislamu na kisha wako kwenye daraja la imani. Haya tutayafafanua vizuri Waislamu. Jambo la pili ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alilolisema katika hii aya ni pale aliposema ittaqullaha. Hapa kuna daraja la uchamungu, kwamba enyi watu mlioamini, pamoja na imani zenu na ibada zenu na nyoyo zenu kuwa hazina wasiwasi kuhusu Allah, lakini jitahidini sana kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imani hapa ni nini na uchamungu hapa ni nini? Subhanallah, Waislamu, Qur'ani unapoisoma ukiwa hadhir, akili yako, moyo wako, dini yako, imani yako inakupeleka katika nyanja ndefu kabisa ambazo utadiriki huruma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwetu sisi. Jambo la pili lililotajwa katika aya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ittaqullaha, mcheni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu alipozungumza maana ya uchamungu alisema maneno yafuatayo: alla yaraka maulaka fima nahaka wa alla yufidaka maulaka fima amaraka. Ali bin Abi Talib anasema uchamungu maana yake
Mola wako asikuone katika yale yaliyokuharamishia, yani asikuone wewe unafanya mambo ya haramu, na asikukose katika yale yaliyokuamrisha. Huo ndio uchamungu. Asa wewe, bali linsanu ala nafsihi basira, wewe ndio kipimo, na wewe ndio swali, na wewe ndio jibu. Ni kweli kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakuoni katika yale yaliyokukataza? Wewe hufanyi haramu, huingii katika shubha ya kubeti mipira, huingii katika shubha ya miziki, hubembelezwi na taarabu wakati wa kulala. Wewe sio mzinifu, wewe sio mwizi. Uchamungu maana yake ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala asikuone katika yale aliyokuharamishia, kwamba hili usifanye. Wa an la yufqidaka maulaka fima amaraka, na Mwenyezi Mungu asikukose kila tukio alilokuamrisha wewe usikose. Kila sehemu ambapo Mungu amesema fanya, basi wewe uwe ni mstari wa kwanza kuwepo maeneo haya, usikosekana. Huu ndio uchamungu. Kwa hiyo unaweza ukaona hapa kuna imani na hapa kuna uchamungu. Muumini wa kweli ana vigezo ambavyo vinatakiwa kukamilika kwake, ambavyo ni vigezo 6, na hizi zinaitwa arkanul iman. Huyu muumini wa kweli vikishakamilika, anatakiwa kutekeleza amali njema, daraja ya imani yake ipande, awe na imani ya juu kabisa, kwa kujitahidi kupambana, kila alipomwamrisha Allah awepo na kila alipomkataza Allah asiwepo. Na hili Waislamu, tukienda tukapekuana tukakaguana ni msiba. Na ndio maana shekhe mmoja alisema, Mwenyezi Mungu kuficha ilmu ghaib, tukawa hatujuani, tukawa kuna mambo mengi hatuyajui kuhusu wenzetu. Haujui ilmu ghaib, haujui huyu mtu kalala wapi, kala nini, kutokana na nini. Basi ni moja katika daraja kubwa za huruma tuliopewa na Allah tabaraka wa taala. Kwa unabaki ni wewe na moyo wako, na Mwenyezi Mungu kuwaficha watu wengine wasifunue jarada lako wakalione vile ulivyo, basi ni moja katika mtihani mkubwa. Mungu anakupima wewe ni muumini wa kweli, unaweza kumjua Allah tabaraka wa taala ukajiongoza katika amali zako na matendo yako, au vipi? Ittaqullaha haqqa tuqati, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumcha. Hapa kuna kitu kingine kimeongezeka. Allah subhanahu wa ta'ala angesema ittaqullaha kama anavyosema katika aya zingine, ingekuwa imetosha. Sisi waja wake tungepaswa kuwa wacha Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema. Lakini kuna kitu kingine kimeongezeka hapo, kuna neno haqqa tuqati. Hili nalo ni shida, kwamba mcheni Allah lakini ukweli wa kumcha. Bimaana kumbe katika wanadamu, katika viumbe vya Allah, kuna mtu anaweza kadhihirisha uchamungu wa Uislamu, lakini akawa hana uchamungu wa lolote kabisa.